Karibu kuitazama Trust Media ikikutangazia moja kwa moja kutoka nyanda za juu kusini. Mimi nakukaribisha sana kwenye The Voice ambayo leo tupo na exclusive interview na upcoming mwanamuziki mwingine mpya kutokea nyanda za juu kusini ambaye inawezekana hujawahi kumsikiliza na kumtazama kupitia The Voice, lakini leo tumekupa nafasi nyingine ambayo utakuja kumtazama pamoja na kumsikiliza. Anao mengi sana kuweza kukuletea ambao huyajui kwa mwaka 2025. Mimi niendelee kukukaribisha tu kuendelea kutazama Trust Media. Usisahau kusubscribe, kucomment pamoja na kulike pale pale mjini YouTube kwa jina moja la Trust Media. Mzee baba, mambo vipi? Kwema bro. Uko poa? Niko salama kabisa. Uko na shangwe sana. Kitu gani kinatupa shangwe? Nadhani unapokuwa unapambania kitu ambacho unakifanya kwa muda mrefu sana alafu kikaja kikakuonyesha kama kuna matunda yanaanza kusogea, lazima uwe na furaha bro. Alright. Tukumbushe jina lako, pengine unaitwa nani kwa wale ambao hawakufahamu? Kwa majina naitwa Panda Boy. Panda Boy. Yeah, Panda Boy. Ni jina la muziki. Yeah. Tunapiga muziki gani? Sisi ni hip hop au bongo flava? Mimi asema muziki ambao nautumia sana, napenda sana kuwaimbia watu, kuwabembeleza watu, kwa mimi ni bongo flava. Tupitishe twenzetu. Eti utamani niende mbali, hata wanangu wakuchukie, maneno tusijari na tufike mbali wewe na mie, sambona ukabadilika mapicha, eti uendani na mie na... Umetisha sana mzee. Jamaa ameua sana. Mshikaji ndo Panda Boy ambaye anafanya muziki fulani hivi kama kubembeleza. Hii ni bongo flava kama R&B. Mshikaji anafanya kitu ambacho kipo smart sana. Naweza kusema kukuambia kwamba mshikaji tuko naye leo, lakini mwamba ameshika tuzo. Tuambie umetoa wapi? Hii tuzo nadhani ni beginning ya kuandika historia zaidi na zaidi. Hii nimetoa kwa waandaaji wa Two Date Talent. Waliandaa shindano ambalo lilikuwa lina mchakato zaidi ya mwezi. Kwa tulikwenda tukashiriki na namshukuru Mwenyezi Mungu nimeibuka mshindi kwenye hilo shindano. So I have this award kwa ajili ya shindano. Fupi, umeipokeaje tuzo? Yani uliposikia kwamba Panda Boy ndo mshindi yani? Yani unajua narudi pale. Yani unapokuwa unatafuta kujitafutia thamani yako kwenye kitu fulani ambacho unakifanya, walau watu ambao wanakuangalia wanakutizama waone kile ambacho unakifanya, alafu ukahisi kwamba kitu fulani kinakusogezea, yani kinakusogeza kwa watu waanze kuamini kwamba mbona kama jamani noma, waanze kukufuatilia upya, inatia moyo bro. So kwangu mimi nimeipokea kwa uzito sana yani nina mambo mengi sana ya kufanya na hii tuzo. Makambako kuna baadhi washikaji ambao wamekuwa moto sana kwa rappers wakali, kuna watu wanaimba vizuri sana. Imekuwa ni rahisi kiasi gani na ugumu kiasi gani wewe kuweza kuipindua miamba ambayo inafanya vizuri nyanda za juu kusini, hususan mjini Makambako? Wamekuwa wanafanya poa sana, lakini kama umepita katikati yao hivi, ni kwamba washindani hawakuepo, mshikaji ukaseleleka, au walikuepo lakini walishindana hawakushinda? Unajua ukisema hawakuepo kwenye machagulio ya uandaaji wa kitu, kuna vitu viwili, sawa? Kuna mtu mwingine akiona tutangazo anajua kabisa wanaoshindana huku mimi siwawezi, kwa hata kushiriki hawezi. Sio, unaelewa? Kwa sasa mimi kwa sababu nilijua nashindana na watu ambao yoyote atakaye kuja mbele yangu mimi nakiamini kipaji ambacho ninacho. So mimi nilishiriki kwa sababu niliamini IQ ya kile kitu ambacho nakitafuta kila siku. Kwa hiyo yule ambaye anasema labda kwa sababu sikuepo, maana yake yeye aliogopa hata kushiriki kwa sababu aliamini kwamba ataenda kukutana na Panda Boy huko kwenye hilo shindano. Kifupi, waliposikia tu Panda Boy yumo, mbio zikawaokoa. Yani ukishasikia sehemu yuko Panda, utakiwa kukaa hapo. Nakubali. Mshikaji tupitishe 2025 mshikaji, una kibao chote umekiachia au tuna mipango ya kuachia kitu ambacho kinafanya vizuri? 2025 nilitaka niufungue mwezi wa pili. Mwezi wa pili ilikuwa nilibidi nifungue Valentine. So mwezi wa pili ndo likatangazwa hilo shindano. Kwa hiyo nikaskip habari ya kwanza kuachia kibao kwa sababu nilijua nitashindwa kufanya mazoezi, nitashinda kujiandaa na shindano. Kwa hiyo nimesubiri kwanza mwezi wa pili wote nimeukata kwa ajili ya shindano, nimejiandaa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Niliharibu timetable yangu lakini timetable yangu imenirudishia tuzo. So tunarudi upya kwa sababu hii tuzo imesindikizwa na collabo ya Starbit Boy, Simba Mtoto, King wa Kusini, collabo anafanya na mimi. So
inasindikizwa na collab ya audio na video. So nadhani mashabiki zangu, watu ambao wanapenda kunisikiliza, watu ambao hawajawahi kuniona, watu ambao wananiona leo, watu ambao wanatamani kusikia muziki mzuri, at the time ambao mimi natamani sana support yao kwa sababu ni muda mrefu tunapambana, sio unaelewa. Alafu na kazi inayokuja ni kubwa sana. Kwa hiyo nawaomba kazi yangu ambayo nitafungulia mwaka nadhani itakuwa ni hiyo ambayo itatoka TDT. Ya kwa heshima ya TDT nasubiri kazi ya TDT kwanza ianze ndo tuanze mbanga sasa za panda kama panda. Mshikaji, kama still kwenye muda mrefu kwenye hizi mbanga, lakini muda mfupi tu mshikaji mbanga zimekuinua, siri ni nini? Ndio narudi pale pale. Yaani siri ni uthubutu, alafu unatakiwa kuwa na utayari wa kila jambo ambalo unataka kulifanya kwenye kile kitu ambacho unakipenda. Kwa sababu watu wengi wanafanya muziki kwa sababu wanamuona mtu fulani anafanya. Sio kwamba anafanya kwa sababu ni kitu ambacho anatamani siku moja kimuinue, kimsogeze sehemu fulani. Sio unaelewa? Ndio tunachotofautiana. Mtu mwingine anafanya muziki leo, kesho unamuona ana mbanga nyingine kabisa ambazo ukimrudisha, "Oya bro, unafanya na muziki?" Anaukataa muziki. Muziki hautaki hivyo bro. Muziki unataka uthubutu. Mtu mwingine anafikiria nikishiriki tuzo aliyeandaa mtu mwenyewe huku nikishiriki hizo tuzo zitanipa nini mimi, sio unaelewa. Thamani ya kitu uwezo kaiona mpaka uone matokeo ya kile kitu baadaye. Thamani ya hii tuzo imekuja kuonekana baada ya mimi kuishika. Ndio kila mtu ameongea la kwake, lakini mwanzo wakati inakuwa announced kwenye jamii kwamba kuna tuzo vijana shirikini, kila kijana alikuwa anatoa comment yake na kuona kwamba haina thamani, sio unaelewa. Kwa hiyo mimi niliipa thamani. Na napenda sana kukipa thamani kila kitu ambacho nakiona mbele yangu ambacho nahisi kinaweza kaa kina mafanikio chanya kwangu mimi, sio unaelewa. Kwa sababu napenda muziki na ninahitaji mafanikio chanya, nilipoona kitu kinaweza kuleta mafanikio chanya kwangu, then nikaingia ndani yake. Mshikaji, umechukua tuzo alafu ukapewa nafasi ya kuzungumza na wanamuziki au upcoming kutoka nyanda za juu kusini, wewe utazungumza nao nini? Mimi nadhani kitu cha kwanza ambacho naweza nikaongea kinaweza kaa kigumu kidogo, lakini tuache kukadiria vitu. Tuache dharau. Sio unaelewa? Yaani tuache kuweka, yani unaona kitu au unafikiria kitu au unawaza kitu, usiwaze kichwani. Fanya watu wao wanaona. Sio unaelewa? Kuna mtu mwingine anaweza aka comment, naweza nikasema tuzo ndo kitu ambacho naweza nikaiongelea muda wote kwa sababu ipo kwenye akili yangu saizi. Akili yangu kifunua ubongo, yani kama ingekuwa kuna zipo hapa kichwani, tungefungua hivi tungechungulia ndani tunakuta tuzo. Sio unaelewa? Kwa hiyo wasanii wa kusini vile ambavyo wanaangaliaga vitu kwamba hiki kitu aliandaa nani, amefanya nini, hiki hakina userious hiki. Tuache kukadiria vitu. Tufanye ili tuache kulaumu watu baadaye, kwa sababu at the end of the day muziki unafanya kwa ajili yako. Alafu inavyoandaliwa event kama hiyo, maana yake mbali na wewe kwamba utashinda au utashindwa, unaongeza kitu unapokutana na wasanii wenzio, unaongeza kitu kichwani kwamba huyu jamaa noma, huyu jamaa mbadi hapa, huyu jamaa mzuri hapa, huyu jamaa mbaya hapa, naweza ngachukua cha huyu nikaunganisha. Kwa hiyo ndio hivyo, tuishi kwa kupendana, tushirikiane, alafu tuache kukadiria vitu. Hivi mshikaji, ushawahi kuomba collab afu ashikaye akakuchomolea? Collab inatokea wao kukusini. Inatokea mtu anakuambia andika barua, alafu unaona kabisa kwamba hana ngoma yoyote ya kukutishia, lakini ukimwomba collab anakuambia andika barua. Kitu gani ambacho ushapewa ushauri na washikaji ambao tayari washakutangulia kwenye muziki alafu kukizingatia ukaona ni upuuzi? Mara nyingi sana vitu ambavyo nashauriwa waga na vizingatia nadhani. Labda kuzingatia ambako kunanifanya mimi niendelee kusikiliza kile mimi mtu akishakuwa amesogea zaidi yangu hata hatua mbili tu, waga nazingatia anachokisema. Labda ndo maana nimeshiriki hata ituzo, sijaidharau. Sio unaelewa? Kwa sababu nina mtindo wa kusikiliza, alafu napima mizani yangu mimi kwamba income inakuja, hii inakuja. Kwa hiyo mimi ndo maana nilishiriki ituzo, kwa sababu nabebaga sana ushauri wa huyu, na wengi wanakuambia jitahidi sana uwe na respect. Yaani cha kwanza respect. Kwa hiyo hata aliandaa hii alihitaji respect kwa wasanii wa kusini. Sio alihitaji kwamba wampe hizo 10,000 za kiingilio au wampe hela zao wasanii wa kusini. Alihitaji wasanii wa kusini waonyeshe respect kwenye kile ambacho yeye amekiandaa. Sio umeelewa? Ndio maana walioshiriki wameonyeshwa kwamba thamani yao, kwamba asanteni kwa kushiriki, hiki kidogo kinaweza kufaa. Ndio maana ukifuatilia kama ulikuwepo kwenye mchakato mzima, zawadi ilikuwa kwamba collab ya B2K,
msanii wa pili anafanya audio na video, msanii wa tatu anafanya audio peke yake, lakini kilichotokea ni kwamba msanii wa pili na watatu wote wanafanya audio na video, kwa sababu kama kampuni imeona kwamba vijana wameshiriki alafu wanatamani yani kufika pale, kumega hatua kadhaa kwenye game lao. Kwa hiyo kampuni kama kampuni imeamua kuheshimu vijana, imewakabidhi na wenyewe zawadi zaidi na zaidi. Yeah. Kibongo bongo kuna mpanga nyingi sana ambazo zinaendelea zinahusu mziki wa bongo flava, hip hop na kadhalika, lakini still back kuna watu ambao wanafuatilia mamtoni huko ambapo vitu ambavyo vinaenda. Kwa hiyo wewe una concentrate zaidi na mziki wa kibongo bongo au the same times wewe unafuatilia mziki wa kimbelembele? Bro, mimi kikichwa bongo flava tu. Alafu mimi mziki wangu ambao ninaupenda sana mziki wa kulia yani. Yani mziki ambao unahisia sana. Mimi uwezo ukanikuta na kwanza hata nikuonyesha simu yangu uwezo ukakuta nyimbo ya kizungu. Yani mimi ni naamka Ndamboso, talala na Mario, tashinda na Dawei, sio unaelewa. Yani afu napenda sana artist fulani ambao wanakuja kina Wiz Jupiter, sio kina nani. Yani wanakuja unamsikiliza mtu anaimba madini, kina cool music, unawasikiliza unaona jamaa mbona anasikilizwi lakini anajua, sio unaelewa. Kwa hiyo napenda muziki fulani ambao ukiusikiliza unaona feelings unazisikia. The end of the day kila mtu ambaye alishaanzaga, maana yake kuna mtu ambaye alikuwa anamtazama kama rulumudo wake. Yeah. Upande wako rulumudo wetu ni nani? Mimi sijui na rulumudo, sijui hivi naye kweli. Sijajua kama naye kwa sababu mimi nadhani nachanganya vichwa vingi sana kichwani. Yeah, nachanganya vichwa vingi sana kwa sababu muziki ambao mimi naupenda kuna vijana wengi wanaofanya. Kuna vijana wengi sana wanaofanya. By the way naweza nikampa nani hiyo crown. Lazima nimpate mmoja nimpe hiyo crown na naweza nikampa nani. Nani nimpe. Si wengi bro. Yaani nashindwa kumchagua mmoja. Hot of time mshikaji wa kuita Panda Boy ndo ameweza kubeba tuzo ambayo ya mashindano ambayo yalikuwa yameandaliwa Nyanda za Juu Kusini, ambayo yaliandaliwa na msanii mkubwa kidogo Tanzania na Kusini ambaye ni B2K Mnyama, ambaye aliandaa tuzo. Mshikaji ambaye tuko naye hapo namtazama, huyu mshikaji ndo ambaye ameweza kubeba tuzo ambayo ilikuwa imeandaliwa na msanii huyo, lakini mshikaji anasema kwamba yeye bwana na still back na muziki wa kibongo bongo na hana muda wa kusikiliza muziki wa mbele, na akikiri wazi kwamba yeye hata ikitokea tuchukue simu yake unaweza kuona kwamba yeye anasikiliza zaidi muziki wa kibongo bongo na muziki wa kulia, ndio kitu ambacho mshikaji anaamini. Panda Boy, washikaji wengi ambao wamefanya muziki ambao unafanya inawezekana wachache sana ambao wameenda viral. Wengi sana ambao tunaona wako chini. Tunaamini siku moja sisi tutaenda viral. Viral lazima tuende. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Ukimkumbuka Diamond anavyoanza kuimba, alimba zile binadamu ni wewe pekee unajua wangapi binadamu wabaya. Ngoma kama zile ni ngoma fulani za hisia, sijui unaelewa. Kwa alipokuja kuwapata watu akaconnect East Africa, kona naweza nikaanza kuswitch kidogo. Kwa maana yake kuswitch kwa muziki kwangu mimi kutatokea baada ya kuwapata watu ambao watakubali kunisikiliza mimi Panda kama Panda. Kwa kusikiliza saizi muziki wa kuulia sana sijui nini. Sometimes unaweza kusikiliza Nigeria kidogo, tunapita mtaani unasikiliza library imepiga nyimbo hii, library nyimbo hii. Kwa muziki mbalimbali lazima utaisikia. Utapita TikTok utasikiliza challenge ya nyimbo hii, mapiano sio nini. Ila mpaka kufika stage ambayo Panda mashabiki zangu watakuja kuona nimeswitch kwenye hiyo muziki, pana muda kidogo itachukua mpaka nipate watu ambao watakuwa tayari kwanza kunisikiliza. Sio unaelewa. Nikishapata watu ambao watakuwa tayari kunisikiliza, then naweza nikawaswitchia aina yoyote ya muziki ile, kwa sababu mimi nafanya muziki wote ule. Kuna msanii wa bongo flava kutoka Tanzania shai kunukuliwa akisema muziki wote ambao unafanyika Tanzania ili ukupe matokeo unahitaji muda. Kwa hiyo ushaweka tension kwamba ni kweli tunaweka hela lakini tutahitaji muda ili tufike tunakohitaji. Mpaka hapa nilipokaa saa hizi pana kama miaka 4 hivi. Miaka 4. Yeah. Kupo kwenye game. Ukiniangalia kama uliziangalia video nilizokuwa nachukua tuzo juzi walivyonitangaza mimi ni mshindi, nililia. Sikulia kwa sababu nachukua tuzo tu. Nililia kwa sababu nimekaa miaka 3 na B2K ndani ya lebo yake, lakini sikuwahi kupata bahati ya kurekodi naye ngoma. Ilikuwaje? Sio umeelewa. Nilikuwa Starbit lebo. Sio umeelewa. So nilikuwa naishi kama familia ya Starbit. Ikafika muda nikahitaji mimi niendelee kuishi kivyangu, sio unaelewa. So inawezekana kwamba ilikuwa ni negative au positive maamuzi, lakini mimi ndo niliamua hivyo. So katika hiyo miaka 3 ambayo nilikuwa ndani ya lebo, sikupata bahati ya kupata sauti ya B2K kwenye ngoma yangu. So unapata bahati ya kupata sauti ya B2K kwenye ngoma yako, msanii ambaye unaamini
Alikiba, Diamond, msanii yote ule anamtizama. Maana yake direct mimi nikifanya ngoma na B2K, media nyingi sana kama ngoma itakuwa kali lazima zitaiona hiyo ngoma. Lakini mshikaji umejiandaa bro katika swala la ngoma? Mimi bro, yani sijui ni kuelezeaje, lakini katika swala la uandishi hiki kichwa hiki, maandishi yamelala hapa, melodies zimelala hapa. right? Kwa hiyo naziamsha muda ambao mimi najisikia kuziamsha. Kwa hiyo saa hizi kuna melody ambazo nataka ziamke kwa ajili ya B2K peke yake. Si umeelewa? Kwamba umepania mwanetu. Ukikamia sana unasema unaweza karibu, lakini hiki kichwa hiki melody ambazo nitaziamsha kwenye hiyo nyimbo, mashabiki wakae tu tulie wasikilize ili waamini kwamba hii tuzo hii ya True Date Talent inastahili kukaa kwa Panda Boy kwenye maisha yake yote hii 2025, labda zijazo. Ila hii ni yangu na nitaaminishaje kwamba jamii kwamba hii ni yangu, natakiwa niachie. I say hivi umepewa nafasi kwamba unatakiwa uzungumze mara 3. Tunataka uzungumze mara 3. Zungumzia tuzo. Yaani kwa hiyo mara 3 hii unaizungumzia tuzo. Utazungumza kitu gani? Tuzo. Mara ya kwanza nitasema ni tuzo. Ya kwanza. Ya pili nitasema haya ni maisha yangu ya muziki. Hii ya pili. Ya tatu nitasema nimeshatoboa. Mwamba umeshatoboa. Yaani siwezi kuiwekea, nikiwekea sentence nitaiharibu. Yaani nikianza kuielezea sana nitaiharibu. Kwa hiyo ya kwanza nitaisemea hii ni tuzo. Ya kwanza True Date Talent tuzo. TDT labda niisome yenyewe. Hapa imeandikwa True Date Talent TDT Winner 2025. TDT inakutakia heri katika safari yako ya mafanikio kwenye muziki. Tuzo imetabiri kwamba umeshatoboa. Mimi nafuata kile ambacho kipo hapa. Mimi natakiwa haya ambayo yameandikwa hapa mimi ndio yatimize. Mimi ndo Panda. Hii yangu. Tuzo imetabiri. Kazi yangu mimi kukamilisha utabiri wa tuzo. Right. Tuna session ambayo ya kujibu kweli au si kweli. Sawa. Katika kipindi cha baadaye kila mtu ni msanii. Kweli. Muziki unatupotezea muda sana. Si kweli. Sometimes nyakati zinatubadilisha kwa sababu wakati ndio mwalimu mkuu wa kila mtu. Kweli. Ukiwa msanii unatakiwa kuwa care kwa sababu sio kila kinachokuja kinaweza kuwa kizuri kwa maisha yako. Kweli. Muziki wa upcoming unakaa kama moshi. Unafuka mfano wa moshi. Ukitoka umetoka na hauwezi kurudi. Hebu irudie. Muziki wa upcoming unafuka kama moshi. Ukitoka umetoka na hauwezi kurudi. Kweli. Sometimes bad, sometimes happy. Ndio maisha wanamuziki wengi. Kweli, kweli. Alright, tukiwa tunaendelea na Panda Boy. Zungumza na mashabiki ambao wanakutazama sasa hivi. Umeshachukua tuzo na hii ni 2025, tuzo imetabiri umetoboa. Unawaambia nini mashabiki wanaokutazama na wanaokufuatilia kwenye mitandao ya kijamii? Nadhani mwaka jana mwishoni kuna vitu nilikuwa na posti. Comment nyingi zilikuwa ni utabiri wa mwaka huu. Watu wengi wanatamani nisogee, watu wengi wanaona kwamba mimi naweza, watu wengi wanaona kwamba natakiwa nifike. So wale ambao walikuwa wanaona na wale ambao walikuwa hawaoni, wote kwa ujumla wao na waweka pamoja, wanatakiwa kuona. Wataonaje? Muda ndio ambao utasema. Lakini huu mwaka hauishi. Zile hatua ambazo walikuwa wanatamani mimi niwe nazimega zinaanza na lazima zifike. Zinaanza na lazima zifike. Na ambaye anatakiwa kuzifikisha ni mimi Panda Boy. So wakae karibu na mitandao yangu ya kijamii, wakae karibu na akaunti zangu zote, wakae karibu na page zangu zote. Nadhani zikianza kuanguka hizo ngoma hizo kwa sababu ya hii tuzo, kwa sababu ya TDT, kwa sababu ya huu ushindi, zikianza kuporomoka hizo ngoma zitakuwa zinaanguka kama maembe ambayo yameoza juu ya mti, hawezi kujishikilia juu. Kwa sababu nyimbo nyingi zilikuwa zinakaa tu. So saa hizi zinatakiwa ziwe zinachukuliwa. Hii itamfaa shabiki gani? Yani wao wana package ambao watajisikia wao kula. Sio kwamba sasa mbona mimi unifikiri atakula package huyu, kila mtu na package yake ataandaliwa. Kwa wakae mkao wa kula. Mimi niko kwa ajili ya kuwafanya akili zao na mioyo yao
ipunguze stress. Siku kwanza kuvuta bangi unajisikiaje? Hapana. Siwezi, yani namshukuru Mungu situmii kilevi cha aina yoyote ile. Utandawazi unatusaidia kiasi gani? Kwa asilimia kubwa unatusaidia sana kwa sababu unafanya vitu vingi vinakuwa rahisi kuvifikia sometime. Ukandarasi wa aina mbalimbali kama miundombinu sijui unakuwa unaweza kufikia sehemu fulani kwa haraka sana. Vitu kama hivyo. Panda Boy anafaidika vipi na mtandao wa kijamii? Sana, kwa sababu watu wangu mimi wengi ambao nawapata wanaoni support mimi sio wa nyumbani. Ndio maana natamani watu wa nyumbani waanze kuniona. Mimi nasupportiwa sana na watu ambao wako sijui Songea wapi, kwa sababu nawatoa kwenye mitandao ya kijamii. Watu wa nyumbani wengi unakuta mpaka mtu akikuona hivi na tuzo, kwani wewe nani? Unajua unashtuka. Unashtuka kivipi, yani mimi nafanya muziki miaka 4 afu nijui. Sio naelewa. Kwa hiyo inaumiza, lakini naomba utawali wao wanatujua kwamba sisi ndio wasanii wao. Wanatakiwa kutujua kwa sababu sisi ndio ambao tunawafurahisha sisi. Yani mimi kama Panda Boy. Hivi Panda Boy ulishakutapeliwa? Shawahi bwana. Situation ilikuwaje? Too hard bro. Too hard bro. Sikuamini kwa kama nimepigwa. Ilikuwaje? Afu nilipigwa mkoani bro, yani sio nilipigwa Njombe. Njombe bana. Njombe bro, mimi nikumbusha mbali wewe. Tupe session ilikuwaje? Unajua pale mkoani pale kanisa Romani pale. Romani pale. Sasa pale Romani pana kama viunga vile. Nikawa nimekaa pale. Umeona hapo nilikuwa nimempeleka dogo. Nilikuwa nimempeleka dogo shule. Sasa ninavorudi nikasema tulie pale Njombe kwa sababu nilisoma Kidogala. Nikasema nitulie pale niwachekecheke wanangu hata niwaone. Sasa nimekaa na tambo langu nini napiga zangu na chati. Alitokea jamaa huyo, sijui amesoma wapi yule jamaa rafiki yangu. Anaongea yani unajua mtu anaigiza yeye ni polisi alafu anaongea alafu amungunye neno akosei, scratch, amenyoka yani. Kuna tatizo limetokea nini? Wewe ulikuwepo? Amna bro, mimi wa Makambako. Akaona ili alikuwepo Njombe ili wa Makambako huyu. Wakakuchukua. Wakanichukua pale akili mwanangu, afu walikuja kama watatu kumbe wenzie. Wakanichota akili pale. Walivaa nguo za polisi au wamekula suti, wamenyoka safi. Huyu mwingine ndo akaja akasogea karibu yangu. Kwa yule alipokuja kutuongelesha, huyu wa pembeni naye akasogea karibu zaidi. Kwa hiyo mimi sasa nimetulia ndo natetemeka hapo bado kachali. Kwa hiyo wewe inabidi tukague vitu vya electronic. Nikamwambia mimi nina simu. Password unacholaje? Nikawacholea pale. Una kitu kingine nini? Hela, nauli hapa nimebaki nayo 8,000 mwanangu. Tubidi tukague na namba, sijui kwa mtoto sijui. Tukague na namba za hiyo hela zilizoibiwa kwenye hiyo kampuni. Mimi sawa. Sasa walichonikamata akili, akaanza huyu sasa mwenzao. Mwenzangu akatoa kama 300,000, akatoa na simu yake akachola pale password. Jamaa akaondoka navyo. Akaenda, akarudi. Alivorudi akampa yule jamaa. Alivompa yule jamaa vitu vyake ndo akaniambia mimi sasa naomba sasa na wewe. Mimi si ndo kumpa. Sasa pale kanisani pale mwishoni pale Njombe pana uchochoro hivi. Njombe nimekaa sana pale, yani nilikuwa ninapoenda shule nazurula sana pale. Sasa muda wote tunaongea, sijui ndo walitumia dawa wale jamaa. Muda wote tunaongea wananiambia kituo kipo pale nyuma pale pana kituo cha polisi. Mimi akili yangu inaniambia kipo. Sasa nyuma sehemu gani, kwa sababu pale ukishuka chini ni matalawa. Pale Romani pale unapoishia ukuta kule. Pana chocho hivi inaingia hivi. Chocho inaingia ndani. Pale chocho inapoingia pale ndo ananiambia kule ndo kuna kituo kule. Mimi akili yangu inaniambia kipo pale. Kwa sasa jamaa wanapochukua vitu wanapopotea tu pale. Akili ndo anakuambia wewe amka, umepigwa mwanangu. Navokimbia pale wapo basi naona maduka tu tunauza protector glasses. Kwa mshikaji hivyo ndio kama umelia simu na hela na nauli. Nishalia simu na nauli. Muona afu sasa ile kilichoniuma sio kupigwa. Mimi napigwaje Njombe bro? Wewe hicho ndio kilichokuumiza. Kwa nini amekutapeli Njombe? Napigwa mkoani. Iliniuma sana. Nasema ilikuwa kitambo, nilikuwa shalii. Inawezekana ilikuwa sababu. Kitu gani ambacho ukipendi kwenye maisha ya kawaida tunayoishi? Sipendi pombe. Sipendi pombe. Sipendi kilevi cha aina yote. Sipendi sigara, bangi, sipendi. Yani sipendi hivyo vitu. Na ninamuomba Mungu kila siku asifanye nije kuvipenda hata kama nikamiliki kitu gani. Asifanye kabisa nije kuvipenda hivyo vitu kwa sababu ni furaha pia ya mamangu. Wanasema kuna makundi afu kuna kundi lenyewe. Ona kuna ile wale. Kuna makundi afu kuna kundi lenyewe. Makundi ni kama hayo ya vijana fulani ambao yani makundi
ni kama vijana ambao wanafanya vitu vichafu. Kundi ni kama hii. Talent. Hili ni kundi. Yaani tukiachana kwamba ni lebo ni kampuni, ila ni kundi pia. Bakresa anamiliki kundi. Yaani tukitoa kwenye ile kwamba ni kampuni, ile ni kundi ni kundi la watu ambao wanafanya kazi kwenye kampuni ya Bakresa. So hii ni tuzo ambayo imetokea kwenye kundi la watu ambao wanashirikiana kuiandaa ni Tudate Talent. Ila makundi ni wale vijana ambao wanakaa mnacheza kamari, mnavuta masigara, sijui mnachangiana hela ile mkanunue pombe, vitu kama hivyo. Hayo ndo makundi. Yeah. Tunakaribia na mwisho. Hebu zungumza na upcoming ambao wanatamani siku moja waje kuwa kama Panda Boy, wachukue tuzo kama Panda Boy, kama sio tuzo basi nao wapite kwenye njia fulani ambazo zinaweza kani hard way win, lakini zinawafikisha katika majibu sahihi. Unajua muziki una siri nyingi sana wanavyosema wenyewe. Tuachane na siri za muziki. Yaani upcoming wengi tuachane na siri za muziki. Tufanye muziki. Sawa. Alafu upcoming wengi wana mtindo kwamba ana rekodi ngoma yake afu anamsikiliza Diamond. Tupende kujisikiliza sana. Huo ni ushauri nawapa. Tupende kujisikiliza sana. Ukijisikiliza leo unapokuja kesho kurekodi, ukienda kujisikiliza tena unaona umebadilika. Penda sana kujisikiliza, alafu penda sana kuimba nyimbo zako. Mimi nipatuzo ni nyimbo yangu. Sawa. Japokuwa sijaitoa. Nimeimba na nyimbo za watu, lakini ilionifanya nikabidhiwe tuzo, nimeimba nyimbo yangu. Sawa. Kwa sababu nilikuwa na mtindo kwamba na rekodi afu napenda kuziimba nyimbo zangu. So ukija kuimba nyimbo yako, unaimba umeimaster vizuri. Leo ukirekodi nyimbo mwaka huu ukaendelea kuimba kwa sababu amini unapewa beat na producer, ukienda kuandika maskani ngoma, unaisikia ngoma vingine. Unapokuja kuingiza kwenye mic unaona mbona nilikuwa najisikia kama Ibla afu naimba kama Wilolongomba vipi tena? Sio unaelewa. Kwa ili ujisikie kama Ibla kwenye ile ngoma ambayo uliandika juzi, unatakiwa uendelee kufanyia mazoezi mpaka ujisikie kama Ibla siku fulani ukiperform ngoma yako live. So tufanye mazoezi sana, tuache kudharau upcoming, tuwe na umoja. Sio mtu anakuambia bwana bro naomba tufanye kazi, unaanza process nyingi, sio unaelewa. Kama utafikiri yani kwa sababu tu umeshoot video moja basi unaona udogo wa juu kuimba kabisa nisiwezi kufanya kazi na mdogo wangu. Hamna. Tushirikiane, tupendane, tufanye kazi. Siku moja tunavozidi kusogea tutazidi kushauriana zaidi na zaidi, lakini kwa sasa hizi mimi nawaomba sana tufanye kazi, tuache porojo, tuache kusemana, tuache kuona kama huyu yuko negative uko positive. Sisi sote tuko sehemu moja. Yeah, so tujaribu kuinuana si wenyewe ndo tutafika kule mbele. Umekutana na mtu anasema wasanii wengi wanavaa saa za gharama lakini hawana muda. Unaelewa nini? Of course wasanii wengi ukizungumzia saa kama saa wanavalia fashion. Ni kuonyesha kama ni madini au unajua. Sio unaelewa. Yeah, au mkono tu kwamba mkono huko empty. Unaona una vitu mimi msanii, sio unaelewa. Lakini kwenye habari ya muda maana yake anashindwa kupangilia vitu vyake kwa usahihi, si ndio? Yaani kwamba anaweza akawa saa anayotumia akitaka kuangalia hata saa tu kawaida anaitumia mfukoni. Anatumia simu tena, si unaelewa. Lakini kwenye uhalisia wasanii wengi sana kwenda na muda ni ngumu sana. Yaani kufanya vitu kwa wakati ni ngumu sana kwa sababu wasanii wengi wanafanya muziki kwa miemko. Yeah, kwa wengi wanashindwa kwenda na muda kwenye kufanya mambo yao, kupangilia mambo yao. Maliza kwa kuwaita mashabiki wa kusupport. Mimi nadhani mashabiki niseme mimi sawa. Jamani ndugu zangu, huu muziki mimi nimeanza muda ndugu zangu. Tutakuwa tunabembelezana kila siku ila sawa. Mimi na tuzo yangu. Sawa? Mimi na tuzo yangu. Hii tuzo nawasomea tena. Tudate Talent TDT winner 2025. TDT inakutakia kheri katika safari yako ya mafanikio kwenye muziki. TDT hao wametabiri ndugu zangu. Mimi kama Panda Boy na waomba tushirikiane kukamilisha utabiri. Peke yangu sitoboy. Kwa mimi na tuzo yangu, mimi na huyu jamaa. Ni mzuri. Sio unaona mwenyewe. Sasa mimi na tuzo yangu tunawaomba. Mimi na tuzo yangu tunaomba mtusupport. Kwa sababu bila nyinyi kutusupport huyu ataonekana kama mimi nilipewa tu. Eko tushambulie mitandao ya kijamii ya Panda Boy ili huyu aonekane huyu alistahili kukaa kwa Panda Boy. Mimi na tuzo yangu
tukumbuke, tunawaomba mtusupport. Kwa sababu nikiomba peke yangu inawezekana huyu nikawa nimemsahau. Haya ni maisha mapya. Bwana, nilikuwa na Panda Boy. Kwa heri na wakati mwingine tena.